Karibu sana. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mwadhani ya rohosho. Yangu atakuwa ni machache sana. Mwanzo ni kumshukuru dada yetu Prophetess Leah kwa kutualika to be witnesses kwa hafla ya leo, akitawazwa kuendelea na kazi ya Injili. I just want to leave you with a word from the Bible, in the book of 1 John 3:8. The Bible says, "For this reason, the Son of God was made manifest, to destroy the works of the devil." Ile kazi iko mbele yako, kuharibu kazi zote za shetani. Hata yule shetani ambaye anaingia kanisa amevalia ngozi ya kondoo, hiyo kazi yake pia enda ukaharibu. Sasa mimi, watu wengu, mimi nina maneno mawili ya kusema. Ya kwanza, nimeshangaa mpaka leo, hata sasa bado nimeshangaa. Vijana wetu walijitokeza wakaingia kwa streets, wanadai haki yao, na watoto wetu hawakuuliza kitu ambacho hawakuahidiwa. They only asked for that which they were promised. Walikuwa wameambiwa huyu William Samoei Ruto akikuwa president, maisha yao yatakuwa sawa, maneno ya university yatakuwa sawa, the cost of living itakuwa chini. Sasa wale, rais ameingia kwa serikali, mwaka umeisha, mwingine anaenda kuisha, gharama ya maisha inaendelea kuwa juu. Vijana sisi tulianza last year kama Azimio, tukasukuma Rais Ruto kumwambia tafadhali rudisha chini gharama ya maisha, akakataa. Vijana wamejitokeza leo, juzi wameenda kuandamana, wamemwambia rudisha chini gharama ya maisha, amekataa. Sasa mimi nimeona ameenda kwa TV akasema nimewasikiliza na nimewaelewa. The following day nikaona president amechukua laptop yake, iPad, amesoma majina ya mawaziri. Sasa mimi ndio nasema nimeshangaa mpaka sasa, kwa sababu alisoma majina ya watu akawaweka katika cabinet yake, watu viongozi ambao ni wa Azimio, ni viongozi wa ODM. Sasa mimi nikajiuliza, katika ile list ya wale vijana ambao walikuwa wameitisha madai yao, walikuwa wamedai, kuna mahali vijana walisema ati shida ya Kenya hii ni kuwa ati viongozi wa ODM hawako katika serikali. Hiyo ndio ilikuwa shida yao. Alikuwa amesema akiingia pale kwa uongozi wa mama, sasa nyinyi mama mboga, hii itakuwa ni serikali yenu. Akisoma majina
nikaona jina ya Wycliffe Oparanya. Sasa yule ndiye mama mboga huyu. Sasa jamani, mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru kiongozi wangu wa chama changu cha Wiper, His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, for choosing to be counted on the right side of history in this country. Wamejaribu kuzunguka wakisema ati kuna nafasi 3 zimebaki, sijui mawaziri 2 na AG 1 na hizo sijui tumewekea Wiper akuja achukue. Mimi I know on this one I can speak for my party leader, and I know I can speak for Eugene Wamalwa, and I know I can speak for Kioni. On the matter of the remaining seats, President William Samoei Ruto, go ahead and fill your cabinet. This team is not interested in being part of your cabinet. So that people, yani tuwasisemane ukweli na hapa tuko marabao. Stephen Kalonzo Musyoka is not interested in taking part in your government in any way. Jamani, kufurahi, unaona watu wamemtetea, amefurahi, unaona. Sasa wacha nimalize na kusema hivi. Hapa Othaya, mimi mara yangu ya pili kuja hapa, nilikuwa nimekuja mara ya kwanza kwa mazishi ya mzee Mwai Kibaki. Na nyinyi watu wetu mnajua ukweli wa Mungu, na ukweli tuseme ukweli. If there is a man in this country, a leader in this country, who stood with Mwai Kibaki as his vice president, that was Kalonzo Musyoka. Na mimi sisemi kuna deni, mimi nasema tu hivi, ukitenda wema utalipwa wema, si ndio? Ukitenda mabaya utalipwa mabaya. Kalonzo Musyoka alitenda mema, atendewe mema. Na kwa kumalizia, wanakiona wamesimama na wakati umeenda, ni kweli kuna representative wa PA, kuna PA wa area member of parliament yuko hapa, na mimi nifanye jambo Mheshimiwa Kioni ambayo labda si ya kawaida, lakini nifanye tu. Unajua viongozi wetu wakati mwingine nafika, ukiwa pale bunge, binadamu ni binadamu, inafika mahali mtu anachanganyikiwa kidogo, ama anasukuma vibaya, anaenda maneno ambayo si mbaya. Sasa huyu kiongozi wenyu mimi nilisikia alipiga kura pale yes, na najua nyinyi hamkufurahi, si ndio? Lakini sasa si ni binadamu. Sasa msimfanyie maisha yake ikuwe ngumu sana, iwe hata kuattend meeting ni shida. Msamee mtoto wenyu, na akitubu dhambi kutoka kwenyu, na join team ambayo inapeleka Wakenya mbele, akubalike tufanye kazi naye pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mheshimiwa Eugene Wamalwa alikuwa waziri wa defense kabla ya Duale, na wakati yake walihakikisha kwamba hakuna siku wanajeshi waliletwa mitaani wakuje wasiage wa Kenya. Hilo jambo sio jambo la kuchukua kwa msaha. Mtu yeyote ambaye anaweza akatoa jeshi kule barracks wakuje wapige wa Kenya ni mtu ambaye amekosa nguvu ya uongozi Kenya hii. You have passed a motion of no confidence on yourself, wale ambao walifanya hivyo. Mheshimiwa Eugene Wamalwa, pigeni makofi. Asanteni sana. Bishop wetu na the entire clergy walio hapa, mgeni wetu wa heshima siku ya leo Prophetess Lea na familia yako, viongozi wote walio hapa na watu wetu wa Kihome, Ngaino Mwega na Indashiothe, asanteni sana kutukaribisha hapa. Kwanza tuseme asante kwa mwaliko huu uliokuja kupitia kiongozi wetu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka,
na alitueleza rafiki wake Prophetess leo anakuja nyumbani, mumuombee, mumubariki na mumurelease sasa aende afanye kazi ya Bwana. Na tukasema leo tutakuja Nyeri County, Othaya, kama marafiki zake, lakini pia kama mashahidi, tuje tujionee wazazi, marafiki na jamii wakibariki mtoto wao.